Mtembezi TV. Namna ya kutambua uzuri wa kitu ni pale unapojifunza na kuchukua yale mazuri, mabaya ukatupa. Ukimjua Mswahili vizuri, utajua namna ya kuishi naye, namna ya kwenda naye, namna ya kumtawala. Na wenyewe Waswahili hawana utamaduni wa kuwa na shida wala tabu. Wanachotaka Waswahili ni kustarehe na kuwa na muda wa kufanya vitu vyao vizuri na taratibu. Karibu kwenye Kambi Popote, tuendelee kumchambua Mswahili kwa kina. Mswahili ana siri yake moja. Hawezi kukuambia nguo yake ya sikukuu, harusi yake, hakuambii lini. Unaona? Ingawa dini ya Kiislamu inataka uitangaze harusi, lakini yeye atachelewa kukuambia. Kama posa kabisa hakuambii. Kwa hivyo anapicha. Hata kuwa na mgonjwa taabani hakuambii. Atakwambia hajambo, yuko vizuri, kumbe anakata roho. Anapenda kuficha na anaficha. Nguo ya sikukuu ya mtoto wa Mswahili huwezi kuiona, unaiona ile siku. Anapenda mishangao. Ni mtu ambaye ana tabatik, anacheza na maisha. Unaona? Ya. Ukimwona hivi kumbe hayuko hivi. Ni anayo mipango yake. Unaona? Unaweza kumwona kama baba wa Kiswahili anakuwa siku zote anakuwa mkali, lakini ile mipango katika nyumba kumfanya yeye aonekane mkali, mama wawe mpole, bibi na babu wao wanakudekeza. Kwa hivyo wana mipango yao madhubuti. Mavazi siku zote huwa ni kitambulisho kikubwa kwa aina fulani ya watu au taifa. Na Mswahili pia ana mavazi yake ambayo yanamtambulisha. Mswahili, ili swala zuri sana umezungumza, kwa sababu Mswahili pia anajulikana kwa mavazi. Kama kabila yote, kama Mhindi atajulikana kwa sari yake, Mswahili pia anajulikana kwa sari yake. Nguo ya Mswahili ni kanzu. Na mimi sifikiri kama kanzu imekuja kutoka Arabuni, kwa sababu kanzu nafikiri imeanza hapa Afrika, wa Misri wameanza kuvaa. Kwa hivyo nafikiri sisi tumeipata mwanzo. Hata kama mambo ya makeup, sisi huku tumeipata mwanzo. Na nilikwambia kama vyombo vingi vinapita. Kwa hivyo hata kanzu nafikiri Waarabu walichukua kutoka hapa, walitotoa hapa. Mimi ninavyofikiria sana, unaona, kwa sababu mambo ya mwanzo wa mavazi yameanza kama toga, alafu wa Misri kanzu. Kwa hivyo nafikiri kanzu ni vazi. Alafu ukitazama haina tafsiri, ni kanzu. Waarabu wataita kandura, kamis, lakini hapa ni kanzu. Na inaivalia kwa darbush ambayo ni hapa, ama kanzu barkhashia, unaona, ambayo inakuwa na kiua, inakuwa na kiwanda, wanaishona kwa nani. Alafu wanavaa seruni ndani. Alafu anavaa matarawanda. Hivi viatu nilovaa ni viatu vya matarawanda. Anavaa matarawanda. Pia mwanamke anavaa kanga, anavaa buibui. Na anavaa kitambi, anajifunga kwa kitambi, anajistiri kwa kitambi. Kitambi hicho anavaa kilemba kwa harusi, anafunikiwa jeneza lake. Alafu pia kama Oman, sultani tu ndio watavaa kitambi, lakini hapa wanavaa vitambi. Watoto wanajiringia kwa kitambi. Kwa hivyo hata yule anopiga siwa lile barugumu lazima avae kitambi. Kwa hivyo ni vazi lao. Nafikiri Mswahili wa zamani alikuwa maridadi zaidi kuliko Mswahili wa kisasa, kwa sababu Mswahili wa kizamani umaridadi wake ulikuwa unaambatana ule Uswahili wake. Anavaa kanzu wa melmel, anavaa kikoi jabir, anavaa kofia iliyoshonwa kwa nyuzi za lasi na viua vidogo vidogo, anavaa viatu vya makubadhi. Sasa kwa hivyo ule Uswahili ulikuwa umeimarika zaidi zamani kuliko sasa. Mara nyingi tunaiga mavazi na mitindo ya nje. Alafu pia anajipamba kwa kutoboa mashikio. Alikuwa anatia majalboksi ya kung'ara, anatia kipini, anavaa madani ya Maria Teresa, ile coins. Coin wanaita ni pesa hizi zilikuwa wanavaa, anavaa vidani vya amba. Unamjua kwa madani yake alikuwa anavaa, ama atavaa dhahabu. Hata mtoto mdogo anapoa dhahabu. Nimezaliwa kwanza nimefuliwa harini za dhahabu ambazo zinaitwa kitunguu thomu. Bibi yangu nimezaliwa mtoto wa kike wa kwanza, ikabidi kanifulia kile. Nikawa nazo. Baada ya muda nimekuwa mimi mwenyewe nimepata uwezo, unanunua pete za dhahabu, vidani vya dhahabu, bangili. Uwezo wako unategemea. Alafu pia anafunga kilemba,
ama atafunga kanga, ama atafunga shungi. Kwa hivyo walikuwa na mavazi yao, lakini kanga ni vazi ambalo lina, na lile kanga ndo anakuzungumza kwa kanga pia. Kanga ni msemo, anakusema kwa kanga. Nimekwambia ni mtu ambaye ana tabatika na mipango. Kwa hivyo pia ile kanga anakuzungumza, anaweza kukupiga vifumbo pale pale. Mgeni kaja, utakuondoka na kuvalia kanga. Mume mke wanacheza kwa kanga. Kwa hivyo ile mavazi yao nini? Hata nafikiri mtu aliyofanya t-shirt kawaiga Waswahili kuandika. Kwa sababu anaandika vazi la kanga kwa mwanamke. Vazi la kanga kwa mwanamke. Nathubutu kusema mwanamke ni kanga na kanga ni mwanamke. Mwanamke ni kanga na kanga ni mwanamke. Kama mimi mwenyewe nilimpa jirani yangu kanga, nikasema siwezi kujifungia ndani kuogopa majirani. Siku ya pili alipunguza muziki. Kwa hivyo tunazungumza kwa kanga, tunazungumza kwa kikofia. Mwanamke tangu anazaliwa yeye na kanga mpaka anakufa, anaingia kaburini yeye na kanga. Anavyotakiwa mwanamke tangu siku anazaliwa anapokewa na kanga mpaka siku anakufa, anazikwa na kanga baada ya sanda, lakini lazima lijulikane kuwa kanga imefanya kazi. Tunaanzia katika kuzaliwa, ni lazima apate kanga mpya kwenda kupokelewa mtoto. Zinapatikana kanga mpya. Mwanamke anabalehe kuvunja ungo, ziko kanga maalum anapelekewa kuvaa baada ya kusha kukoshwa, ni kanga. Mwanamke siku ya kuolewa ni lazima avikwe kanga za visutu zile, huyo ni mwanamke, kanga. Mwanamke anapelekwa kwa mume, anakuja kumchukua mumewe, ndani ya sanduku lazima itiwe mivao ya kanga. Ashakumsimatusi mko kitandani, mwanamume hawiyo, wanaume wa zamani hawezi akamwingilia mke bila ya kupewa kanga na mkewe akaivaa. Mke ana kanga moja, mume ana kanga moja. Sio sasa hivi mtu anapanda kitandani na bukta, lakini huwezi kupanda kitandani kwa mkeo. Kama wewe ni mjane, kanga sio mna muhimu nayo, lakini kama ni mwanamume tayari ushapata mke, ni lazima kuwa mkeo akupe kanga kuvaa, ili sasa unakuja kukutana na mimi. Kwa mwanamume huwezi kumwona kavaa kanga kwa sababu anavaa pale kijamiana, kwa ndani tu anavaa. Mwanamke anavaa kanga. Kwa hivyo ile mavazi, kama huwezi kumwona mwanamume kavaa kidani kwa sababu ile shanga anavaa mwanamke tu, na ile ilikuwa tunzo yake kama pesa. Kwa hivyo kila kitu kina maana kwa Mswahili. Mwanamke siku ya kufa, kanga yake ile, ndio kanga zinaletwa kanga mpya, anafinikwa nazo. Moja inaitwa nikata, anawekewa huku kichwani taimu ya kukoshwa, na moja inawekwa katika sehemu zake za siri, anakoshwa na kanga. Anavikwa sanda mwanamke, anamaliza anatiwa ndani ya jeneza kupelekwa kuzikwa. Lile jeneza linawekwa kanga juu. Nadhani mshapata kuona. Pale ndio mwisho wa kanga na nani? Na mwanamke. Tangu anakuja duniani mpaka anakwenda akhera. Kwa hiyo ana mfumo mzima wa maisha. Yani, na hii imesaidiwa sana na Uislamu, kwa sababu Uislamu umeleta sana ustaarabu. Mtembezi TV.